Kitabu cha Samueli wa pili 9 kuanzia 1 hadi 7. Kisha mfalme Daudi akauliza, je, amesalia mtu hata mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu kwa ajili ya Yonathani? Je, amesalia mtu hata mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema yote ya Mungu kwa ajili ya Yonathani? Palikuwa na mtumishi wa Sauli jina lake Siba. Wakaenda kumuita watumishi wa Daudi kuuliza, je, hapana mtu hata mmoja aliyesalia katika nyumba ya Daudi ili apate kutendewa wema? Siba alipoletwa mbele za mfalme Daudi akasema, naam, pako na mtoto amesalia, mwana wa Yonathani aliye na kilema, naye yuko. Daudi akamuuliza, yuko wapi? Akasema, yuko katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli huko Lodebari. Nataka usikilize maneno hayo. Akamwambia, amesalia ndio, lakini hayuko kwa nyumba ya mfalme Sauli. Hayuko katika mashamba yao, hayuko katika boma lao, hayuko katika urithi wao, lakini yupo Lodebari kwa nyumba ya Makiri mwana wa Amieli. Daudi akasema, nenda mkamtoe huko mkamlete. Mefibosheti alipoletwa mbele ya mfalme Daudi akamuuliza, je, wewe ndiye Mefibosheti? Akasema, naam mfalme, mimi ndiye. Akamwambia, usiogope, kwa sababu yamkini nitakutendea mema yote ya Mungu kwa ajili ya baba yako Yonathani na mashamba ya baba yako Sauli na mali yote aliyekuwa nayo nitakurejeshea. Neno la Bwana linasema, ikawadia majira, roho ya ukumbusho ikamwingia mfalme Daudi, akakumbuka Mefibosheti, mtu aliyekuwa amesahaulika. Kwa nini anamkumbuka Mefibosheti? Wakati Daudi alikuwa anapitia shida, babu yake Sauli anatafuta kumwangamiza Daudi. Neno la Bwana linasema, ukisoma katika Samueli wa kwanza sura yake 19:1, Yonathani alikuwa anaenda kumpasa habari, anamwambia Daudi, ujipange, uwe makini na baba yangu, maana anakuwazia mabaya. Hivyo akafanya urafiki kati ya Yonathani na Daudi. Si mara moja, si mara mbili, Yonathani anamuokoa Daudi na mkono wa baba yake Sauli. Biblia inasema ikafika wakati wakaenda vitani na baba yake Sauli, wakafia pale vitani. Kwa hivyo Daudi akawa amepoteza Yonathani, akawa amepoteza na mfalme Sauli. Daudi sasa akaingizwa kwa ufalme. Alipokuwa katika ufalme alikaa miaka mingi, lakini roho ya ukumbusho ikaja kwamba, je, amesalia mtu hata mmoja katika nyumba ya Sauli niweze kumtendea wema? Biblia inasema Mefibosheti alikuwa amesahaulika, ameondolewa hata katika mashamba yao, ameondolewa hata katika urithi wao, ameondolewa hata katika mali zao, ameondolewa hata katika miliki zao, amepelekwa sehemu nyingine inaitwa Lodebari kwa nyumba ya mtu anaitwa Makiri mwana wa Amieli. Mwana wa Mungu, kuna roho ya ukumbusho kwa majira haya. Yawezekana matoleo yako yamekumbukwa, yawezekana sala zako zimekumbukwa, yawezekana maombi yako yamekumbukwa. Neno la Bwana linasema kwa Matendo ya Mitume 10:31, malaika wa Bwana akamujia Kornelio, akamuguza, akamwambia, Kornelio, kusala zako zimesikiwa na masadaka zako zimekumbukwa na Bwana. Ninakutangazia mwana wa Mungu,
Yawezekana ni wewe ambaye ulitenda mema siku moja. Yawezekana ni wewe ambaye hata uliomba siku moja. Yawezekana ni wewe hata ulitoa siku moja. Yawezekana ni wewe ulifanya kazi siku moja, lakini ikawa imesahaulika. Bwana amenituma siku ya leo ya kwamba nikuletee ujumbe huu, mwana wa Mungu. Yuko Mungu mbinguni ambaye hasahau. Na achilia neema ya ukumbusho siku ya leo. Inaenda kuleta mema juu ya nyumba yako. Inaenda kuleta mema juu ya kazi yako. Inaenda kuleta mema juu ya ndoa yako. Inaenda kuleta mema juu ya watoto wako. Inaenda kuleta mema juu ya nyumba yako. Inaenda kuleta mema juu ya biashara yako. Yamkini ni wewe ambaye una ukilema wa kiroho. Huo ukilema umesababisha hata biashara kuyumba. Huo ukilema umesababisha huduma kuyumba. Huo ukilema umesababisha hata maisha yako kuyumba. Neno la Bwana linasema leo ni siku ya ukumbusho. Bwana amekukumbuka, anaenda kukutoa huo ukilema. Kila roho zote ambazo zimekula uchumi wako, Bwana anaenda kuziangamiza. Kila roho zote ambazo zimekula huduma yako, Bwana anaenda kuziangamiza. Kila roho zote ambazo zimekula biashara yako, Bwana anaenda kuziangamiza. Kila roho zote ambazo zimekula afya yako, Bwana anaenda kuziangamiza. Mfalme amekumbuka na anauliza, je, yuko mtu apate kutendewa mema yote ya Mungu? Mfalme amekumbuka maombi yako. Mfalme amekumbuka sala zako. Mfalme amekumbuka matoleo yako. Huenda ni wewe ambaye umekuwa ukitoa hata mafungu ya 10. Huenda ni wewe ambaye umekuwa ukisaidia watumishi wa Mungu. Huenda ni wewe ambaye umekuwa ukisaidia watu wa Mungu. Huenda ni wewe ambaye umekuwa ukisimama na kazi ya Mungu, lakini ulikuwa bado hujaona mema ya Mungu. Nimetumwa kuhani wa Bwana siku ya leo. Ninakutangazia mfalme anakuita katika hiyo nyumba ya utumwa. Unaenda kutolewa huko kama Mefiboshethi alitolewa kwa nyumba ya Makiri mwana wa Amieli. Wacha Bwana kutoe kwa nyumba ya utumwa. Wacha Bwana kutoe kwa nyumba ya madeni. Wacha Bwana kutoe kwa nyumba ya ufukara. Wacha Bwana kutoe kwa nyumba ya umasikini. Wacha Bwana kutoe kwa nyumba ya vifungo. Mwana wa Mungu, pokea neema ya Bwana siku ya leo. Haijalishi walikuondoa kwa miliki zako. Haijalishi walikuondoa kwa mashamba yenu. Haijalishi walikuondoa kwa baraka zenu. Leo Bwana anakurejeshea zote. Leo Bwana anakutoa rodepari. Hiyo rodepari ya madeni umewekwa, Yesu anakunyanyua pale. Hiyo rodepari ya magonjwa umewekwa, Mfalme anakunyanyua pale. Hiyo rodepari ya ufukara umewekwa, Mfalme anakutoa huko. Pokea neema ya ukombozi.